what issues do you have na hii serikali and yenu itakuwa tofauti aje? Kwanza, you cannot have personal differences na mtu ambaye hamjuani. Oh, you don't know the president? We don't know each other. We have never had opportunity. Unajua, nimekupa example ya watu nilikuwa nafikiria ni rafiki zangu. Kama Simba, unaweza sema labda there was a personal problem kwa sababu he was my friend. Tumefanya vitu mingi pamoja. Okay. Lakini mtu ambaye hamna contact, mtu ambaye hamjawahi kufanya kitu yoyote pamoja, as in where do personal differences come from? My differences with the president ni kutokana na jinsi ambavyo ameendesha nchi, kwa sababu mimi nimewaambia mara mingi kwamba sisi kama wanafunzi wa Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga, wanachama wa ODM hasa ambao walikuwa msingi wa kuleta katiba hii ambayo tuko naye, kama msomi wa sheria ambaye anaamini katika maadili yaliyomo katika katiba yetu, shida yangu kubwa na serikali hii ni kwamba imetoka katika ile reli ya maadili. Nimejaribu kuelezea Wakenya kwamba manifesto ya serikali ambayo wananchi wanataka tayari iko ndani ya katiba ya Kenya. Inasema kwamba Wakenya, unajua tulikuwa na historia fulani. Tulikuwa na historia mahali tulitoka, tukafika mpaka kuwa na mfumo wa demokrasia wa vyama vingi, tukafika mpaka tuko na hii katiba ambayo imesherekewa nchi dunia nzima. Lakini iwapo wale ambao wako mamlakani hawatafuata kanuni na maadili ya hiyo katiba, basi watakuwa na shida na watu kama sisi ambao tunaamini kwamba lazima katiba ifuatwe. Kwamba kila jambo ambalo serikali inatekeleza, hayo maadili lazima yazingatiwe. Na maadili haya 6 muhimu utaikuta katika ile wanaita preamble ya katiba ya Kenya. Ya kwanza pale ni human rights ama haki za kibinadamu. Na kuna sababu tulianza na hiyo. Kuna sababu ambayo tulianza na hiyo Nyakundi, kwa sababu nimekuambia tulikuwa na historia. Sisi ambao tumekuwa katika vijiji tunakumbuka Mahindra za Moi, tunakumbuka zile Land Rover za Moi. Tulikuwa umekaa nje ya mti unatafuna miwa na baba yako akisikia sauti hiyo Mahindra ama Land Rover, anakimbia anaingia ndani ya miwa kujificha. Kwa sababu gani? Wale jamaa wa Moi nao hawakuwa na kuelezea kitu yoyote. Wanakubeba tu, wanakuingiza kwa nini na unapotea, hawaambii familia yako wamekupeleka wapi. So, na hiyo ndio kitu kinaendelea hapa sasa, hata hapa Nairobi. Hata kule Mathare, haya maandamano ambayo tulizungumzia jana ambayo walipiga watu wengine risasi, ilikuwa kwa sababu ya kupotea ya huyu kijana anaitwa Zizu. Yale mambo ambayo tulikuwa tunayaona miaka ya 90, inawezekanaje tukue na katiba ambayo inasema mambo haya yasimame na bado yanaendelea kufanyika. Inataka tuwe na demokrasia. Na demokrasia ama utawala wa kidemokrasia unapelekea kwamba kuwe na vitu fulani ambavyo vinajulikana kwamba hivi ndio misingi ya demokrasia. Kwa mfano, nitakupa mfano wa haraka kwa sababu wewe ni mwanahabari. Demokrasia inataka kuwe na uhuru wa vyombo vya habari katika taifa letu. Sasa ukiona kiongozi wa taifa anasimama anatoa vitisho dhidi ya waandishi wa habari ama kituo fulani cha kuchapisha habari, ujue kwamba huyo sio mwanademokrasia. Tuna uhuru wa kusema, tuna uhuru wa kukutana. Hizo ndio tenets za demokrasia. Na uhuru wa vyama vingi, kwa sababu lazima tuheshimiane. Kila mtu ajue kwamba hatuwezi kuwa tunavivunja vyama eti tukuwe na chama kimoja kikubwa. Hiyo ni kuturudisha miaka ya KANU. So unapoona maadili haya, na ndio maana watu wanatuuliza, nyinyi mkipewa hiyo nafasi mtafanya nini tofauti lini? Ni simple sana. Wakenya tayari wamekupatia blueprint. Wanasema haya maadili 6 tunataka kuona mkiendesha serikali kulingana na maadili haya, kwamba kuwe na heshima kwa haki za binadamu, kuwe na demokrasia katika taifa letu. Uwezi kumfunga kijana ama mbebe kijana ati kwa sababu amepost kitu kwa social media alafu ujiite mwanademokrasia. Tunasema kuwe na utawala wa sheria. Utawala wa sheria inamaanisha kwamba kama kuna mzozo kati yangu na wewe Nyakundi, mzozo huo utatuliwe kulingana na sheria. Na yeye sasa, kwa sasa hivi mahali tunakosania na yeye, mtazamo wangu tofauti na yeye anaamini utawala wa mambo ni matatu ndio utawala wa William Ruto. Sisi tunasema tunataka utawala wa sheria. Kila mtu awe subject kwa sheria. Na kitu ambacho wananchi hawaelewi ni kwamba wawekezaji wengi, unajua, wanatuuliza kwa mfano tutashughulikia vipi hili swala la ukosefu wa ajira. Ukosefu wa ajira unategemea wawekezaji wa kibinafsi waweze kuweka pesa zao hapa. Kwa mfano hili shirika la Royal Media. Royal Media kuna wakati ambao ilikuwa inanyanyaswa sana na serikali ya Moi. Hata walikuwa wamefunga wakati moja. Sasa nakuuliza, kama hii Royal Media tukifunga leo, ni kazi ngapi ambazo zitapotea?
Kazi ngapi ambazo tutapotea shirika la Standard Group likifungwa kesho kwa sababu watu wamekosana na Mheshimiwa Rais? Hakuna mwekezaji ambaye anaweza kuweka pesa katika nchi ambayo haiheshimu sheria. Tuko hapa tunajua hii mali yote Mheshimiwa SK Macharia na shirika zima la Royal Media, hii ni pesa, inahitaji fedha. Pesa yake ametoa, ameweka kuweka hivi vyombo ili kupeperusha haya matangazo. Sasa we niambie, polisi wakiingia hapa saa hii wabebe hizi vitu, hawaambii kwa nini wamebeba? Mkiwapeleka kotini wanawaambia mambo ni matatu. Hakuna mwekezaji ataweka pesa yake katika nchi ambaye haifuati ule utawala wa sheria. Okay. Kwa sababu mizozo huwa ikitokea. Mizozo huwa ikitokea, na mingi ya mizozo kama wakili najua mizozo inatokea kati ya serikali, kwa sababu serikali ndio yenye kutoa leseni, na wawekezaji wa kibinafsi. Mwekezaji wa kibinafsi anataka kujua, akija hapa Nairobi anunue shamba hapa, aweke mradi wake pale, hata amka kesho aambiwe hiyo shamba by the way umejenga ni senator wa Nairobi pia ako na title yake. Unanielewa? Okay. Aende mahakamani ni fuatilia tu ili wazo. Aende mahakamani apewe amri ya kusema shamba ni yake. Akikuja hapa anakuta senator wa Nairobi ameweka vijana hapo ndani, anamwambia hiyo karatasi umetoka nayo huko, hiyo ni yako, shamba ni yangu. Mwekezaji yupi atafanya kazi katika mandhari kama hayo? Mwekezaji hawezi leta kiwanda Kisii, ndugu yangu. Kama akifika pale ati kitu ya kwanza anaulizwa kuanzia MCA anataka alambishwe, MP anasema kama hujaniona hiyo watu yangu wamekataa hiyo vitu. Anatuma vijana kuandamana hapo kila siku. Governor anataka yake. Mwekezaji gani atafanya investment katika mandhari kama hiyo? Na ndio hii kitu inaitwa maadili na utawala wa sheria. It's very important for our young people to understand ya kwamba hivyo ndio tutatengeneza nini? Tutatengeneza ajira, kwa sababu lazima tulete wawekezaji hapa. Ufisadi umefanya kufanya biashara katika nchi yetu ya Kenya imekuwa very expensive. Na nitakupa tu mfano. Mimi nimetolewa juzi tu, lakini nilikuwa kamati ya Kawi ama energy. Yes. Ndugu yangu, Kenya is amongst the most expensive when it comes to electricity. Na ukiwauliza ni kwa nini, tulifanya inquiry mzima pale kwenye bunge la Senate. Tukakuta kwamba ile mikataba ambayo ilisainiwa kati ya Kenya Power na wale wanajiita independent power producers ilikuwa ya kuwakandamiza wa Kenya. Unaona? It's not as if we don't have cheaper options ya kuleta kawi. Ethiopia wanatoa kawi less than 1 shilling per kilowatt hours, wakati sisi tunafanya 30 bob. Ethiopia hawa ndugu zetu na wanatuuzia, lakini hatutaki kununua hiyo. Tunataka tununue ile yenye sisi contract zetu zinaambatana nayo. Okay. Haya, hii ushuru ambaye amewekea wawekezaji, kwa mfano ushuru ambaye Royal Media inalipa lazima ingeongezeka, kwa sababu hizi levies za housing na SHA ambazo zimeongezewa, pia kuna zile ambazo zinakontributiwa na mfanyikazi na yule mwajiri. So kama hili shirika lilikuwa linaweza kulipa wanahabari 5, ukiongeza kosti yao ya kufanya biashara, watasema tuna afford 2 peke yake. Ndugu yangu, haya maswala ni muhimu. Kwa hivyo ile kitu ambacho nataka niwahakikishie wa Kenya, iwapo tutarejesha nchi hii kwa yale maadili ambayo yako katika preamble ya katiba yetu, mambo mengine yote yatanyooka na mambo mengine yatafuata.